Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Katika kitabu chetu cha Al-Masailu fi Tasawuf, mtunzi anasema kwamba la yahumuna huna ma'na al-lughawi lit-tasawuf wa ikhtilaf ahli al-ilm fi ishtiqaqihi. Hatoizungumzia maana tasawuf katika lugha, bali yeye amejipwekesha katika kuizungumzia tasawuf katika maana ya kiistilahi, na ameeleza maana istilahi kwa mujibu wa yeye alivyofahamu ama kwa mujibu alivyoangalia katika taarifu miongoni mwa taarifu tulizozitaja mwanzo, na ziko nyingi na wanazuoni ni wengi katika kuieleza tasawuf. Kila mtu ameieleza kwa namna alivyoifahamu tasawuf. Yeye amesema tasawuf huwa tazkiyatu nafsi wa tarbiyatuha lilusuli biha ila alistiqamati ma'a alhaqqi walistiqamatu ma'a alkhalqi bililmi walamal وتخلية والتحلية والترقي بها للأصول إلى الله عز وجل، أي الحضور معه سبحانه في كل حال. kwamba tasawuf kiufupi ni malezi ya nafsi katika kuisafisha nafsi ili tuweze kuwa salama pale tunapoamiliana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ili tuwe salama na sahihi pale tunapoamiliana na binadamu wenzetu ambao tunaishi nao katika maisha haya dunia. Lakini pia tunafanya hayo bil ilmi wal amali, kwa kuwa na taaluma ya hayo tunayofanya, lakini tunayafanya kwa kuyatoa katika taaluma kuyaleta katika matendo. Watakhliyatun, na kusafisha kuyatoa yale yasiyofaa katika nafsi zetu katika matendo yetu. Watahliyatun, na kuipamba nafsi yetu na yale mambo ambayo ni mazuri. Wataraqi biha lilusuli ila Allah azza wa jalla, na yote haya tunayafanya ili kufikia daraja ile ambayo tutakuwa hapo. Kwa daraja hiyo tutakuwa tuko pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ay alhudhuru ma'ahu Subhanahu wa Ta'ala fi kulli hali. Maana yake kila unapolifanya jambo, kila unapokuwa katika jambo, unakuwa unahisi kana kwamba uko pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema, kama ilivyopokelewa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqullaha haythu ma kunta, kwamba unachofundishwa katika tasawuf ni namna gani ya kuhisi na kujua uko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila hatua zako. Uhisi namna hiyo kwamba kila hatua unayopiga, kila unapokuwa, kila unapokuwa katika jamii yako umechanganyika katika hali tofauti tofauti, kwamba uko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali zote. Kisha akasema wa hadha fil haqiqati huwa maqamul ihsan, na hii ndio maqamu ihsani. Alwardu fi hadithi Jibril, iliyopokelewa katika hadithi Jibril. Wa huwa ma'nan samin wa nabilun wa jamil wa mahmud wa matlubu shar'an. Maana tasawufu hiki tulichokieleza, hii hasa ndio maana tasawufu ambayo inayotakiwa kisheria. Bal huwa ruhul islami wa lubbihi, ndio roho ya Uislamu na msingi wa Uislamu. Qala al-Imam al-Ghazali, amemnukuu Imam al-Ghazali kutoka katika kitabu chake cha Ayyuhal Walad. Al-Imam al-Ghazali amezungumza nini pia katika tasawuf? Anasema i'lamu anna tasawufa lahu khaslatani. Tasawuf ina pande mbili. Tasawuf utaikuta katika moja ya pande mbili. Al-istiqamatu ma'a Allah Ta'ala, kuwa na msimamo unapokuwa unayafanya mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasukunu ma'al khalqi, na kuwa na utulivu unapokuwa unaamiliana na binadamu wenzako. Faman istaqama ma'a Allahi, atakayekuwa na msimamo katika kuyafanya mambo aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wa ahsana khuluquhu bin nasi, na tabia zake zikawa nzuri anapoamiliana na watu. Wa amalahum bil hilmi fahuwa sufi, na akaamiliana nao kwa upole, kwa ukarimu, basi huyo anazingatiwa kwamba ni sufi. Wal istiqama, na al-Imam al-Ghazali anaeleza nini istiqama. Anasema an yafdiya hadha nafsahu ala amri Allah Ta'ala, ni kuitoa ile heshima ya nafsi yake akaidhalilisha katika kuyatekeleza yale mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa husnul khalqi ma'an nas, na akaishi na watu kwa tabia nzuri, kama ilivyokuja katika hadithi pia hiyo nilisema mwanzo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittaqullaha haythu ma kunta wa atbi' sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kwamba uishi na watu kwa tabia njema. Kisha akaendelea kusema al-Imam al-Ghazali, alla tuhammila an-nasa ala muradi nafsika, kwamba unachotakiwa kukifanya katika kuishi na watu, usibebeshe nafsi yako kufanyiwa mambo ala muradi nafsika, vile ambavyo nafsi yako inataka ifanyiwe. Nini? Bal
tahmil nafsaka ala muradihim, unatakiwa uibebeshe nafsi yako, uifundishe nafsi yako ala muradihim, kufanya kile ambacho watu wanataka wao wafanyiwe. Ma lam yukhalifu shar'u, kile ambacho utakachowafanyia watu au watu wanapenda kufanyiwa kikawa kitu hicho hakijaenda kinyume na sheria. Na yote haya maneno aliyosema Al-Ghazali, istinbati yake ukitazama ni kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Ikiwa unapenda kufanyiwa ukarimu, basi wafanyie watu ukarimu. Hakuna anayependa kutukanwa, usiwatukane. Hakuna anayependwa kusemwa vibaya, usiwaseme vibaya. Hakuna anayependwa kusemewa uongo, usiwaseme uongo. Hakuna anayependa kusengenywa, usimsengenye. Vile ambavyo watu wanapenda kufanyiwa na hayo wanaopenda kufanyiwa yakawa hayaendi kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ukifanya hivyo wewe unazingatiwa umeingia katika dauru ya at-tasawuf. Huyu ni al-Imamu al-Ghazali kwa namna alivyoeleza at-tasawuf. Kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.